Ni ajeni wadau na wadau Dex manze, ni Swale Big hapa na mkinicheki hivi mnajuanga ni tuchanuane, masani ya tuchanuane. Leo tumekuwa na challenges mbili tatu hapa za kushuhudia episode yetu ya leo. Weather imetusumbua, pia kupata space imekuwa ni noma. Hopefully hapo mbele tutakuwa na studio ya jamaa. Na kama wewe ni mgeni kwa channel yetu, make sure umesubscribe. Na kama wewe ni returning viewer, tunasema asante sana. Leo tuko na mgalde ndani ya show. Leo show itakuwa tofauti kiasi jo. Tujazoea kupiga story na madem, lakini leo tumepata mdem mmoja hapa ako willing kushare story yake na sisi, so atajipiga intro yeye mwenyewe, alafu tupige story naye tujue inakuaje. Karibu sana ndani ya show. Saseni tena. Naitwa Stacy Akoth na naishi Mabatini na mimi ni reformist wa drug. Venye mnisikia amesema anaitwa Stacy Akoth, yeye ni reformist wa drug na anasema Mabatini. So tungependa kusikia story yake, tutamuuliza maswali mbili tatu alafu atashare na sisi story yake. So Stacy, ni swali ya kwanza labda ningekuuliza, wewe ulianza kutumia madre wewe na hiyo ulikuwa na miaka ngapi? By the way, mimi nilianza kutumia dre nikiwa class 3. Nilikuwa na miaka 9, mwaka ndo sikumbuki fine. So ulikuwa class 3 hiyo time ukaanza kutumia madre? Na ulikuwa unatumia gani na gani? Na ukatumia kwa muda gani? Nilikuwa natumia Cosmos, Bangi, Oris, Roster. Na nani alikuintroduce kwa hizo madrugs? By the way, shule yetu ilikuwa around na mamurio wangu. Na mamurio wangu pia alikuwa anatumia hizi madrugs. Sisi ilikuwa nikienda ngamuste wananirusha ndo naingia daru. Kafika mahali hadi mimi mkuru wangu akinipea ile day breakfast siji. Hadi mimi pia natumana. So na shule naweza uliza, shule ulimaliza shule ama ilikuwaje? Sikumaliza shule tangu nianze kutumia drugs. Hapo ndo niliachianga shule. Juu yenyewe huwezi kuwa unajirusha na ati unasoma. I understand kitu hata kwa class inapita. Hiyo time ukiacha chuo ulikuwa form ama ulikuwa class? Nilikuwa tu hiyo class 3 venye nilianza kutumia dre. So after kuacha shule nini ilifuata? Mimi yenyewe venye niliacha shule nilikuwa naishi na wazazi wangu. Mimi nilitorokanga kwetu juu yenyewe mimi mkuru wangu sikukuanga na dai ati ananiambia hii. Mimi akiniambia fanya hii mimi nafanya hii. Sasa mimi nikaona yenyewe mimi siwezi kana mkuru wangu juu atupatani. So ulipa kwenyu? So after kuepa kwenyu ukaenda ukakaa wapi? Baadaye mimi nilipa kwetu na nilimarika nikiwa mdogo sana, nikiwa na 16 years. Nikakaa kwa hii ndoa, lakini hii ndoa hata tukukaa hivyo sana. Mtu alikuwa ananipiganga. Nikaenda kwa mtu wa pili. Bado huyo mtu wa pili tu nikaa huyo mtu wa kwanza, hakuna different. Ni wa kukupiga, huwezi mwambia hii. Ukimwambia hii yeye pia anataka kupange hivi. Mimi kakuwa ngumu. So unasema ukiwa 16 years ulikuwa umemarika? Na hawa sio walikuwa nakudhulumu na kugonga? So wakupiga, kuna action ulikuwa unachukua, action yoyote kweli, maybe kwa ripoti? Unajua huwezi react kwa sababu ukireact hauna pa kwenda kulala, inabidi tu unavumilia, ndo ulale hapo. Jumia yenyewe sikukuanga na makao. Na kwa wase wote wawili ama hizo marriage zenye ulishaikuwa, kuna maybe yenye ulipata mtoi ndani? Ayo wapi? So una mtoi? So after umetoka hiyo marriage sasa ulienda wapi? Mimi yenyewe niliamua kukaa tu maisha yangu ile nijitafutie, nijilipie nyumba. Na ilifika point gani mpaka ukaamua mwenyewe unataka kureform ama unataka kuacha hizi madre ama nini uliona ndo ukaamua kusawe? By the way, kulikuwa na maitu wengine nilipatana nao kwa Mabatini, wakaniambia story na kuhusu World Vision, Youth Ready. Ndo nikauliza mimi pia naweza pataje chance ndio hadi mimi pia nianze kwenda hizi classes. By the way, nilipata chance this year nikaanza kwenda hizo classes. So kwa hizo classes za Youth Ready unaweza sema mnafundishwa nini huko ama ni class aina gani? Ni class fine unafundishwa bado kujijua. Yenyewe mimi sasa naweza sema najijua tangu niingie World Vision. Hiyo ni poa sana kama unaweza jijua saa hii na unajua ni nani. Hiyo ni kitu fine kabisa. So umesema sasa unajikalisha ama una stay na msee? Najikalisha. So after umetoka Daru wewe udu nini nyingine? Mimi ufulia wasee. Na solivo kidogo kidogo ndo nipate doa kulipa hii keja yenye naishi. Na bado nafanyanga hii kazi ndo ni save
Mimi yenyewe natakanga nikuange na bizi yangu ya kuuza kahawa pale mtaa jioni. Yenyewe mimi najaribu juu chini ndo nipate hiyo do. So unataka unauza kahawa peke yake? Kahawa na tunjugu ama mandazi hapo. Majioni. So yuko poa manze Stacy, tumesikia story yako. So pengine ungepatia boy moja hapo ama mdem moja hapo nje advice. Unaweza mwambia nini? Mimi yenyewe naweza ambia youth mwenye anatumia dre. Kuacha dre si ngumu. Ni sisi wenyewe yani tutakangi kuacha. Tunasema ati kuacha dre ni ngumu. Kuacha dre ni wewe mwenyewe kuamua. Mimi niliamua yenyewe swale. Hii dre mimi sasa nikijiweka kwa dre star focus. Ndio kwa maana niliamua kujituma ndio ikafika mahali hadi sasa najilipia kizangu. Mwanaume azinichapa juu najilipia nyumba yangu. So Stacy, niko na swali kama 2-3 za mwisho. So after umepakwenyu wazazi kulikuwaje? Mimi by the way nilipanga kwetu, mamangu nikasikia wananitafuta, kabidi nimehama tena nikaenda kuishi Dandora by the way. Sasa hapo Dandora nilikuwa nakaa na morio wangu ili yani tusipatane na mkuru wangu. Juu mimi yenyewe natamaningi sana kurudi huko kwa mkuru wangu, lakini mimi naonanga nikali niliwakosea sana. Yani niliwakosea ile design yenye hawezi nisamea. Lakini unatamani sana urudi huko? Natamani sana nirudi huko. So sasa ukapata hiyo opportunity ya kurudi kwa mkoro wako ama mzee ama kwa wazazi, unaweza rudi? Naweza rudi. So manze Stacy, kuna msee anaona history yako hapo nje na amekusikia fine. So pengine msee yako hapo nje na ako willing ama anaweza saidia Stacy juu amesema adai kwanza busy yake ya kuuza kahawa. So msee yote unaweza donate anything bora to support Stacy anze busy yake. Basically ndani ya channel tunakaa kushare story, tunashare ideas. Story ya Stacy imekuwa fupi but imekuwa sad. Unasikia drugs ilifanya akaacha chuo. Drugs ndio ikafanya akaingia kwa early marriages. Drugs ndio ilifanya alikuwa anagonga na wasee. Mpaka sasa anaogopa kurudi kwao kureunite na wazazi wake. Yenye si fine. So mde mko hapo nje, boy uko hapo nje jo. Tusare madremas, tusare crime jo. Ndani ya channel tumekaa mtu kupelekana na rada. Hakuna situation iko permanent. So poverty isifanye jo uone kama life yako imefika mwisho. Mimi tunasemanga every youth is a star manze. Especially mageto youth manze, sini master sisi wote. Stacy, shukrani sana umekaa ndani ya platform yetu. Na before ni sawa manze umemention World Vision. So pia naweza sema thanks to World Vision manze, at least wameshed some light na wakaonyesha vijana wa Mathare kuna hope manze. So vijana walikuwa wamelost kwa hope, but World Vision imekaa imepatia vijana hope, imeempower vijana kadhaa. Kama imeempower vijana wamekaa wakaempower Stacy ndio anaempower wasi wengine. Tunasema big thanks to World Vision manze. Nimekuwa host wenu wa Power Swale Big manze. Till next time, see you same place, same time. Napenda sana jo.